agano, mrithi wa ahadi za Mungu, agano lake linasimama. Usimenikubali, ni mtoto wa agano, mrithi wa ahadi za Mungu, agano lake linasimama. Sisi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu la Mungu, watu wa milki ya Mungu. Minister Ndule, come on. Bila ya Yesu mimi ni sayari tupu, bila kiumbe hai. Bila ya Yesu mimi ni bahari tupu, bila ya maji ndani. Nikiwa na Yesu mimi ni hodari, vitani imara askari, kule nitafika. Huyu Yesu, shimoni nilitoka. Huyu Yesu, kwa Potifa nikapita. Huyu Yesu, gerezani nikatoka. Huyu Yesu, ikulu kuibukia. Huyu Yesu, Yesu wa milele. Huyu Yesu, unakanga izoma nambea kala ina zero. Yes.
Basi tutafute daktari wa vyombo aje arekebishe mitambo kama itapatikana. Bwana Yesu asifiwe. The one that is connected inside of Christ is holy, is of Christ. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa ajili ya muda wetu tunaenda sana. Because our time is going. Sitakosa kusema hili. I will not say this. Siku ya harusi sisi tulikuwa tunaimba hizi nyimbo. The day of the marriage, we used to sing these songs. Moja na kitikio chake. I want to sing one verse in this chorus in the book of salvation. Tunatakiwa tuwe tunafundisha hivi kwa sababu kanisa letu huwa inafanya mambo kwa mpangilio. We must teach this because our church na nyimbo za harusi. Kama ni siku ya mazishi, mambo na nyimbo za mazishi. If it's a day of the wedding, then wedding songs, and if it's a funeral, Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao wana vitabu vya wokovu Funua 102. If you have the book of salvation, ile ya kwanza na kitikio tu. The verse kwa nyumbani utaimba yote. And when you go home, you can sing the whole thing. Tachukua kama muda wa kufundisheni na wale ambao hawajui. Many people don't know this. Wale ambao wanaojua watanisaidia, lakini tunaimba kwa standard ile ya Those who know it, help me. Mimi napenda sana muziki. Sio ambao tunaimba mpaka tunaenda It's not we sing. Napenda sana muziki. Yaani watu wanaimba na wanatafakari wimbo. People sing and they think about the Sayuni mlaki Bwanako, umshangilie mfalme, jipambe kwa bwana harusi, ujitengeneze tayari, furahi, furahi, umshangilie Bwanako, furahi, furahi, umsujudie mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ambapo sisi tungali vijana miaka 14, 16, 17. When we're still youth, 14, 15, 17. The time of the wedding. Kipindi ambacho kanisa ilikuwa inafanya mambo mengi sana. There was a time that the church did many things. Hawa vijana wanaocheza hapa wakuwa wanacheza hivi wanavyocheza hapa. These youth that walikuwa wanafundishwa huu wimbo huu. They were taught this song. Na wao ndio watakuja wanauimba na kanisa lote linaimba na bibi harusi anaimbiwa huo wimbo. They would come singing that song and everyone would sing that song. Harusi ya Kiisraeli. Binti alikuwa anapambwa kweli kweli. She was decorated very much. Kama naeleweka. I don't know if I'm wanaimba huo wimbo kwamba Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Basi tuendelee sasa na mambo yetu. Let's continue with our things. Kama jinsi ambavyo nimesema, and as I said, tuko hapa kwa ajili hawa vijana wetu wawili. We're here because of our two youth. Ambao ni Heritier Biaombe yuko mkono wangu wa kuume. Heritier Biaombe was on my right hand. Na Mirei Ramadhani yuko mkono wangu wa kushoto. And Mirei Ramadhani was on my left hand. Baada ya nini kukaa kimya ya kwamba hampo? And as you stay silent because you're not there. Na taka niulize sasa. Now I want to ask. Nani ambaye amemleta Mirei Biaombe? Who has brought Mirei Biaombe? Kwamba awe mke wa Heritier. So that she can be the wife of Heritier. Mirei anaitwa Mirei Ramadhani. Mirei is called Mirei Ramadhani. Nani ambaye amemleta ya kwamba aje kuunganishwa pamoja na Heritier Biaombe? Who has brought her so she can be connected with Heritier Biaombe? Please say your name so people can know. Yeah, Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa majina naitwa Joshua Lumona. By name I'm called Joshua Lumona. Wewe ni nani wake?
Yeah, mimi ni kaka mkubwa wa I'm Mirei. an older brother of Mirei. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Basi nikuombe usimame, msimamishe wewe kaka yake mkubwa. I ask you as her older brother to raise her up, Na Eritie alipo asimame. and Eritie where he's at, may stand. Stand Umlete, and bring her. mlete Mirei Bring kwa Mirei Eritie. to Eritie. Eritie asimame, Eritie stand. afungue shela, amuone kama ni yeye, atangaze kwamba ni yeye. So open the veil and announce that it is her. Bring her so she can be here. Nasogea kidogo Eritie. Come forward. Matendo ya Mungu Baba yapita akili zetu. Matendo ya Mungu Baba yapita akili zetu. Matendo ya Mungu Baba yapita Bwana Yesu asifiwe sana. Tunataka sasa Eritie aje. Now we want Eritie to come Amwangalie. and look at her. Shela. Remove the Atuambie veil ndiye. and tell us yes. Unajua kwa nini tunafanya hivi? You know why we do Ni kwa this? sababu Because Yakobo kwa mjomba wake Laban Jacob to his uncle Laban, amempenda Raheli, he loved Rachel, akaletewa Lea. and they bring her Leah. Asubuhi sasa ndio kuja kufunua nyumba kuangalia. In the morning, he came and saw. Ni yule wa magengezi wa mijeji. It's the other one. Nimeletewa Lea. They bring me Leah. Baba umenikosea hivi babangu. Father, you have done wrong to me. Baba akasema kwamba mimi siwezi kukupa mdogo na mkubwa bado yupo. I cannot give you the younger one and the older one is still there. Basi mimi nitafanya kazi tena miaka mingine mingapi? So I'll do work for how many more years? 7. So I can get who? So I can get who? Sasa ili tusiingie kwenye hiyo unatakiwa useme ndiye au si. Tena mchana kwa hiyo. So we don't go into that saying Kwa hiyo it's karibu her. bwana uchunguze tena. Tunapenda microphone. Huyu ndiye niliyependezwa naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Basi tuombe kaka mkubwa Let's ask the older brother of Mirei. amchukue mkono amshikilie ndugu Eritie. Take the hand of Brother Eritie and give. Amkabidhi To give. ya wakabidhi wewe mkono ishikane hiyo. Mkono wa kuume kwa mkono Give wa those hands so kuume they can be waende connected, kukaa. so they can hold each other. Humo chini. Waende pamoja wakae chini. Yes. Ndugu Eritie tunapenda aende taratibu taratibu. We want Brother Eritie to go very slow and go there. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Ama hapo mimi nije hapo ili tukomboe muda. Let me come there so we can save Bwana time. Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Natusaidia kukomboa muda. We'll save time.
Wapenzi, tumekusanyika machoni pa Mungu na mbele za nini mashahidi ili kuwaunganisha kijana huyu Heritie Biaombe na dada Mirei Ramadhani. Na tumekuja kuwaunganisha katika ndoa hii takatifu kwa heshima tuliyoipewa na Mungu kama baraka kwa wanadamu. Ndoa hii ilikuwa inalindwa kwa amri ya Musa, ikathibitishwa na manabii, ikaheshimiwa kwa mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Angalia katika maandiko ya Mathayo 19, Yesu Kristo anasema habari za ndoa pale. Kwa hiyo Kristo akathibitisha. Kwa hiyo ndoa ni muungano ambao watu wanaunganishwa kwa hiari, muungano wa kudumu. Kwa hiyo kwa njia hiyo mwanaume na mwanamke kila mtu anaacha wengine wote na wanakuwa mwili mmoja. Muungano huu ni muungano ambao umetolewa mfano na Yesu Kristo mwenyewe kuonyesha kwamba kanisa ni mwili na mke wake na yeye ndiye kichwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo inaingiwamo ndoa kwa kufikiri, kwa akili, kufikiria. Sio kuingiamo hivi hivi tu. Unaingia umejipanga sana kwa akili na kumwogopa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ndugu Heritie Biaombe na Mirei Ramadhani, nimewaagiza ninyi nyote wawili kama mnavyosimama hii mbele za Mungu, ili ya kwamba muweze kukumbuka ya kwamba msingi mmoja tu wa nyumba na wa raha ya kudumu ni ule ambao unaujengwa kwa kupendana na kuaminiana. Kwa hiyo mfuate Yesu Kristo aliyekuwa mwaminifu hata kufa, yeye awe kielelezo chenu. Mfuate pia maneno ya Paulo aliyosema katika maandiko ya Korintho waraka wa kwanza. Anazungumzia habari ya upendo, ya kwamba upendo huvumilia, upendo huwa na upole, upendo huwa hauna wivu, upendo huwa hauna kiburi, upendo haujivuni, upendo kamwe haukosi adabu. Upendo unaleta utii na hautafuti faida zake. Upendo hauoni hasira. Upendo hauhesabu mabaya. Upendo haufurahii udhalimu, bali unafurahia pamoja na kweli. Upendo huvumilia yote. Upendo huamini na kutumaini yote. Upendo hustahimili. Kwa hiyo mkiweka upendo kuwa mbele yenu daima na mshikamano sana, mtajaribu sana kutimiza kile ambacho mtakuwa mmeahidiana hapa. Mkiishi kwa huo upendo, mtaishi kwa kukaza kile ambacho mtakuwa mmeahidiana hapa. Ni muhimu sana kushika hilo na nyumba yenu iweze kudumu, ili mkaweze kushinda majaribu yote ya maisha yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ndugu Heritie Biaombe, unamtwaa Mirei Ramadhani awe mkeo wa ndoa, ukae pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kama ni hivyo, nataka nikuulize swali. Taanza na wewe mwanaume, alafu mwanamke naye atanijibu. Na ataweka microphone ili uweze kujibu, mashahidi wote waweze kusikia kile ambacho utakijibu. Swali letu tunakuuliza, Heritie Biaombe, unamtwaa Mirei Ramadhani kuwa mke wako wa ndoa pamoja na kama ilivyoamriwa na Mungu katika hali ya utakatifu? Utampenda? Je, utamfariji? Je, utamheshimu? Je, utamtunza kwa wakati wa magonjwa, kwa wakati wa uzima? Utakubali kuacha wengine na kuambatana naye peke yake kwa muda wote wa maisha yenu kuishi wawili? Nataka ujibu. Ndio, nitafanya hivyo. Amen. Umesikia nyote? Umesikia? Tunakuuliza Mirei Ramadhani, unamtwaa kuwa mumeo Heritie Biaombe
awe mumeo wa ndoa, ukae pamoja naye kama ilivyoamriwa na Mungu katika hali ya utakatifu, je, utampenda? Je, utamfariji? Je, utamheshimu na kumtunza wakati wote wa magonjwa na wakati wa uzima? Ukiacha na wengine wote, utakaa pamoja na yeye tu peke yake kwa muda wote wa maisha yenu mkiwa mnaishi wawili? Ndiyo, nitafanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nadhani mmesikia nini wenyewe? Ndio. Watu wamelazimishwa? Hapana. Hawakulazimishwa hiari yao wenyewe. Kwa vile ni kwa hiari yenu, twende kufanya mambo ya kumalizia mambo haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ninaomba Heritier utanifuata kwa maneno haya. Utafuata kama mimi Heritier Biaombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ana sauti ya besi jamani. Taratibu tafadhali. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Watu wanasema kwamba Heritier urudilie. Heritier una sauti ya besi, unataka uweke kwenye soprano. Utaweza kwenda kwenye soprano. Basi jaribu kwenye soprano. Narudia. Mimi Heritier Biaombe. Mimi Heritier Biaombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninyi mnafanya nicheke sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekubali kucheka sana. Basi tunaenda nitukomboe Mungu. Baada ya swali hapa na yeye kusema, tunasema mimi Heritier Biaombe, malizia. Mimi Heritier Biaombe. Ninakutwaa wewe mke wangu Mirei Ramadhani. Ninakutoa wewe mke wangu Mirei Ramadhani kuwa mke wangu wa ndoa. Kuwa mke wangu wa ndoa. Niwe nawe tangu leo hivi. Niwe nawe tangu leo hivi. Na baadaye katika mema na katika mabaya. Na baadaye katika mema na katika mabaya. Katika furaha na huzuni. Katika furaha na huzuni. Wakati wa ugonjwa. Wakati wa ugonjwa. Na wakati wa uzima. Na wakati wa uzima. Nikupende. Nikupende. Na nikutunze. Na nikutunze. Mpaka kufa. Na mpaka kufa. Kwa hiyo nakupa uaminifu wangu. Nakupa uaminifu wangu. Malaika wamekaa kima. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana.
Mimi Mirei Ramadhani. Mimi Mirei Ramadhani. Na kutoa wewe Heritier Biaombe. Na kutoa wewe Heritier Biaombe. Kuwa mke wangu. Kuwa mume wangu. Kuwa mume wangu, asante. Kuwa mume wangu. Kwa ndoa. Kwa ndoa. Nikae pamoja nawe. Nikae pamoja nawe. Kama ilivyoamriwa na Mungu. Kama ilivyoamriwa na Mungu. Siku zote za maisha yangu. Siku zote za maisha yangu. Katika mema. Katika mema. Katika mabaya. Na katika mabaya. Katika furaha. Katika furaha. Na huzuni. Na huzuni. Wakati wa ugonjwa. Wakati wa ugonjwa. Na wakati wa uzima. Na wakati wa uzima. Nikupende. Nikupende. Na kukutunza. Na kukutunza. Mpaka kufa. Mpaka kufa. Na kwa hiyo. Na kwa hiyo. Ninakupa uaminifu wangu. Ninakupa uaminifu wangu. Pete hizo zinabeba ishara ya kile ambacho wameapa. Tuko pamoja eh? Nataka tuombe. Nataka tuombe, mshikane mkono. Mshike baba, mshike. Mungu wa milele, muumba na mlinzi wa watu wote, mtoa neema yote ya rohoni na ya mwilini, wewe ambaye ni asili ya milele, waleta watu hawa kama watumishi wako kwako, tukiomba kwamba waletee baraka zako wewe. Mwanaume huyu Heritier Biaombe pamoja na mkewe huyu ambaye tumemleta mbele zako hapa, ambaye ni Mirei Ramadhani, tunaomba ya kwamba uwabariki kwa jina lako, ili wakae pamoja kwa uaminifu, hivyo hawa waweze kutimiza ahadi ya maagano walio hadi hapa, wakae pamoja daima katika kupenda, amani na ukamilifu, wakiisha kufuata sheria zako, Bwana, katika Yesu Kristo tunaomba, amen. Amen. Wachungaji mbele. Wachungaji nje tuwazungumze. Bado. Achilia baraka ambazo uliziacha kwa Yakobo na uzao wake, wazae watoto wa kiume na wa kike, wajalie waende katika dunia wakufurahishe, wawe baraka, neema yako wafunike. Tunaomba mkono wako ewe Mfalme, waendapo duniani ulimwengu waone ufurahie wewe mbele yao. Tunaomba wewe mwenyewe watangulie. Tunasema asante. Maisha ya ndoa na Mungu wa mbinguni anakubali. Na karatasi hivi ambao vimeonyesha kwamba kila kitu kimekamilika. We have the papers that confirm everything. Kuna certificate kutoka kanisani. We have the marriage certificate from the church. Na tunayo certificate kutoka kwenye serikali. And we have the certificate from the government. Kwa hiyo ni zote mbili ninampa mchungaji ili awakabidhi sasa. Both of them I give to the pastor to give to them. Karibu mchungaji. Welcome, pastor. Amen. Amen. Yeah. Tupatie kwanza serikali. First the Peni government. Kaisari yaliyo mamlaka yake waipate kwanza. Give the government its power.
Na baraka kutoka kanisani, mambo ya roho ingie sasa kwao. And the blessings from the church. Amen. Barikiwa. Tunashukuru, mnaweza kukaa chini. Thank you. You may sit. Kuharakisha na bila kupoda muda, naomba representative wa Groom Family aweze kusimama na kutoa neno fupi. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe mara tena. Basi tunakuwa na furaha sana kubwa sana kwa kusimama kuwakilisha kama mzazi wa Mireye wa kiroho. Mimi ambaye mnayemuona hapa ni mama mchungaji wa kanisa ambalo Mireye alikuwa akishiriki. Hivyo ni binti wangu ambaye nimemkuza kiroho, na ni binti ambaye anampenda Mungu sana na ni mwinjilisti katika huduma ya uimbaji. Lakini kwa jambo hili ambalo wamelifanya kwa siku ya leo, mimi kama mzazi na kanisa nzima, ni jambo ambalo limetupa furaha sana, na tumejisikia mioyo yetu kububujika na kuona kweli watoto wetu katika malezi tunayowalea wanaendelea kumtii Mungu na kumheshimu. Maana sio vijana wote ambao wanaopita katika njia hii. Kuna vijana ambao wanajiamulia wenyewe, wanabebana. Ni hao ambao tunasema wanapita kwenye madirisha. Lakini vijana wetu wameona vyema wapite kwenye mlango na kutupa heshima hii. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo niwatakie tu vijana wangu ambapo kwa siku ya leo mmeunga ndoa, mmekuwa mwili mmoja. Mimi niwaombe kama mzazi wenu wa kiroho, katika kila jambo msimsahau Mungu. Huyu Mungu ambaye amewafikisha siku ya leo kutufurahisha sisi wazazi wenu, ningeomba muendelee kumshika kwa moyo wenu mkunjufu. Lakini pia muendelee kuishi katika maisha ya upendo, ambapo upendo wenu uwe ni upendo wa mmoja, mtu mmoja. Mmekuwa ni mtu mmoja, sio
sio watu wawili tena, na hivyo kila jambo ambalo mtakalolifanya mlifanye kwa umoja. Amen. Kuna vijana ambao wanaooa, lakini wakioa wanakwambia umeoa mwili wangu, umeoa labda na nafsi yangu, lakini haukuoa simu yangu, haukuoa akaunti yangu, haukuoa siri zangu. Lakini ndoa inayojengwa katika msingi kama huo, mwisho wake ni maanguko. Kwa hiyo niwaombe vijana wangu, ndoa hujengwa kwa kushirikiana katika kila jambo. Katika kila jambo. Yaani simu yako. Ili nimependa kuligusia sana kwa sababu ni jambo ambalo huwa tunalipata malalamiko sana katika ndoa. Simu ya mume, simu ya mke, sio eti ni simu yangu tu. Hivyo inakuwa ni simu yenu. So no password ambayo mnapaswa kuweka eti mke wako asijue, mume wako asijue. Mkiishi katika msingi huo, jua kwamba mnatarajia kwenda kuingia katika maanguko. Lakini pia muwe na uvumilivu. Maisha ya ndoa ni kuvumiliana. Mko wanadamu, mnaweza kukoseana. Na katika kukoseana, muwe watu wa kuwa na msamaha. Bila msamaha katika ndoa, nawaambia hamuwezi mkafika mbali. Itakuwa ni mwaka mmoja, kila mmoja amemshiba mwenzake. Lakini kama mmejenga katika msamaha, mimi nina imani mtasimama kama wazazi wenu walivyosimama. Kwa hiyo Mungu awabariki. Tunawatakia mkazae baba, mkazae wana, wa baba kwa wamama katika jina la Yesu. Amen. Wana familia ngambo ya mwanamke wanasema kwamba kama ingewezekana dunia nzima pawe lugha moja watujuane, ama nipewe ujuzi kuongea lugha zote nifikie watu wote. Asisi yenye ukame yakawa maji ya uzima, ilipokosa chakula kajaza kala. Yes. Hajawahi kuwa wa pili kujitokeza kwa Mungu, kila mara Yesu wa kwanza katika kila hali. Naanzaje kunyamaza? Come on. Sifa zake tazima milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu ainuliwe sana. Jina langu ni Mumana Ndule, ni kaka mkubwa wa bibi harusi, lakini pia nina ndugu yangu hapa, ndo kaka yetu mkubwa zaidi, anaweza kupepea hata ukumbi watu wamuone. Amen. Anapendeza sana. So hatuna mengi ya kusema zaidi ya shukrani kwa yeye aliyemuumba, kwamba ameiwezesha siku ya leo. Kwa akili zetu na uwezo wetu hatungefikia kufika siku ya leo, lakini Mungu amemsaidia. Walionana huko ambapo kaka alikuwa, baba alikuwa, wakaonana huko, wakapendana mpaka wakaja hapa wakaunganisha familia mbili. Hakika ni jambo la kujivunia sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuna mengi ya kusema kwa sababu sisi sio ambao tunaweza tukafanya dada yetu aweze kukaa nyumba. Tunamwombea tu Mungu amtangulie katika kila jambo na Mungu awabariki. Asante sana, ubarikiwe.
ahadi za Mungu, agano lake linasimama. Usinikubali, ni mtoto wa agano, mrithi wa ahadi za Mungu, agano lake linasimama. Sisi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu la Mungu, watu wa milki ya Mungu. Minister Ndule, come on. Bila ya Yesu mimi ni sayari tupu, bila kiumbe hai. Bila ya Yesu mimi ni bahari tupu, bila ya maji ndani. Nikiwa na Yesu mimi ni hodari, vitani imara askari, kule nitafika. Yesu, shimoni nilitoka. Yesu, Potifa nikapita. Yesu, gerezani nikatoka. Yesu, ikulu kuibukia. Yesu, Yesu milele. Yesu,